Mafanikio ya maisha yetu mara zote yanategemeana na nani tunamfuata au nani tunaambatana naye. Matatizo ambayo tunakumbana nayo katika maisha yetu most of the time, ukiangalia yanatokana na nani tunamfuata au nani tunaambatana naye. Ukijaribu kuangalia utaona na utashuhudia. Kuna watu ambao katika maisha walipokuwa na watu wa aina fulani walikuwa na tabia njema kabisa, na walikuwa wanaona mafanikio mazuri, hata jamii iliwaheshimu na walikuwa wakiongelewa vizuri. Lakini walipoambatana tu na watu wa aina fulani, pale pale tabia zao zilibadilika, na hata matokeo katika maisha yao yalianza kubadilika. Kuna watu mahusiano yao hata katika ndoa yalikuwa mahusiano mazuri sana, lakini walipoingia katika urafiki na watu wa aina fulani, awe ni mwanaume au ni mwanamke, baada ya hapo matatizo yalianzia hapo hapo. Unaona kabisa ni maisha yalibadilika. Yule mtu kama ni kwenye ndoa yake tayari wakaanza kupishana. What you follow determines what will follow you. What you follow determines what will follow you. Kile unachokifuata huwa kinaamua vitu gani vikufuate. Kile ambacho unakifuata kina 100% ya kuamua vitu gani vikufuate. Ni sawasawa tu na kile unatoacho mtu huwa kinaamua namna atakavyopokea. Ndio maana nasema kwamba kile wapeni watu vitu, ndivyo na watu watakavyo wapatia vitu hivyo, na watawapa, nasema kwa kipimo cha kujaa, cha kushindiliwa kujaa na kusukwasukwa hata kikamwagika. Kwa hiyo kinaweza kikaja hata zaidi ya hicho kutokana tu na kile ulichokitoa. So ni jambo zuri kabisa kwa mtu kuhakikisha kwamba unakuwa makini unamfuata nani. Tangu umezaliwa ni nani ambao unamfuata? Ukiangalia kitabu cha Mathayo sura ya 8 kwanza mstari wa kwanza, anasema, unaona kabisa Yesu aliposhuka mlimani, neno la Mungu nasema, naye aliposhuka mlimani makutano mengi walimfuata. Makutano mengi walimfuata. Walipomfuata, angalia kitu gani ambacho kiliwatokea. Hauwezi ukamfuata mtu alafu kusiwe na matokeo. Kila unayemfuata lazima kuna matokeo yatakayokufuata vile vile, either ni positive au negative. Yanaweza yakawa ni madhara mazuri au yakawa ni madhara mabaya. Wanasema walipomfuata makutano mengi, walipomwona Yesu ameshuka mlimani, makutano mengi walimfuata. Mstari wa 2 anasema, na tazama akaja mtu mwenye ukoma. Yule mtu mwenye ukoma alipokwenda akamsujudia akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Angalia mstari wa 3. Kitu kinachotokea sasa hapo, kile alichokifuata kule mlimani, baada ya kuwa amemwona Yesu ameenda mlimani, na akamfuata huko mlimani. Mstari wa 3, sikiliza, anasema Yesu akanyosha mkono akamgusa. Aliponyosha akamgusa huko akisema, nataka takasika. Na mara ukoma wake ukatakasika. Asingemfuata Yesu asingetakasika. Asingemfuata Yesu angebaki na tatizo lake, asingetoka katika ile shida. Watu wangeendelea kumwona akiwa na ukoma wake, wangeendelea kumwona akiwa katika ile hali ya ngozi kukakamaa, wangeendelea kumwona akiwa na ngozi ile, akiwa na mwili wake ukiwa na vidonda ambavyo vinasababishwa na ugonjwa wa ukoma. Lakini alipomfuata Yesu mambo yake akaenda vizuri. Angalia mstari wa 4 pale, anaendelea akasema, Yesu akamwambia, angalia, usimwambie mtu. Akamwambia, usimwambie mtu, ila enenda zako ukajionyeshe kwa kuhani, ukaitoe sadaka kama alivyoamuru Musa, iwe ushuhuda kwao. Yesu akamponya Yesu. Kilichofuatia mstari wa 5, unaona sasa kuna mstari wa 5 hapa ambao unaona kuna mtu tena na yeye alimfuata. Hata alipoingia Kapernaum, akida mmoja alimjia. Akida na yeye akamjia. Anayemfuata ni nani? Anamfuata ambaye anajua ana uponyaji. Anamfuata ambaye siku zote hana rekodi ya kuwafanyia watu mambo mabaya. Hana rekodi ya kuwaingiza watu kwenye matatizo. Kwa anasema akida alipomfuata, mstari wa 6, huyo akida akaanza kumsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani
ni mgonjwa wa kupooza, anauma sana, mpaka anza kutoa maelezo. Yule aliyefuatwa amekaa anamsikiliza kimya, ambaye ni Yesu Kristo. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Ndicho alichomwambia, nitakuja nimponye. Lakini huyu akida akasema hapana. Mstari wa 8 unaona, yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Ukiendelea kusoma mpaka pale chini unaona kwamba huyu akida baada ya kusema kwamba wewe sema tu neno, alimfuata, anajua kabisa ana suluhisho la matatizo yake. Alimfuata, alijua kabisa akiisha mfuata ana rekodi, amekwisha sikia kwamba shuhuda zake, kila anayemfuata amekuwa ni mtu anayefanikiwa. Amekuwa anasikia huyu akida kwamba mamlaka ambayo inatoka kwenye kinywa chake ni mamlaka sio ya kawaida, ni mamlaka inayomletea majawabu. Kwa alikwenda kwa uhakika akasema, Bwana, sihitaji uende nyumbani kwangu. Huhitaji kufika nyumbani kwangu. Wewe unachotakiwa tu ni kutamka. Tamka tu kule kule, mimi mtu wangu atapona. Wewe unahitaji hata ukafika pale nyumbani kwangu nianze kukusumbua, na kuna watu wengine wanakusubiri hapa. Mimi najua nimekufuata hapa, ninapokea hapa. Na kule mtu nitakuta yuko vizuri. Na kweli ukiendelea kusoma kule chini utaona alipokea muujiza wake. Hakuna aliyemfuata Yesu hata siku moja akajutia. Hayupo katika rekodi. Wewe unamfuata nani? Unaweza kuwa nakwambia umekaa katika dini, umekuwa unasifia tu kwamba dini yetu iko hivi na hivi, lakini sikiliza nikwambie, Yesu alikuja kwa ajili yako wewe na mimi. Ukimfuata huwezi kujutia. Kila aliyemfuata ukisoma katika neno la Mungu alipata matokeo mazuri. Alipata matokeo mazuri zaidi. Unakumbuka hata Petro kuna mahali anamhoji kabisa Yesu. Anamwambia, Bwana, tumekuwa tunakufuata, tumeacha shughuli zetu, tumeacha kila kitu. Sasa tutapata nini sisi kwako? Maana tumetelekeza hadi familia zetu. Lakini Yesu akamwambia, sikiliza, akamuuliza akamwambia, tangu umenifuata kuna shida ambazo umeziona nyumbani kwako, kuna matatizo ambayo unapitia nyumbani kwako. Lakini na yeye unamwona kabisa, na Petro akaongea akasema, hapana Bwana. Anashuhudia tena. Ina maana alifigure out, alijaribu kuangalia, akatathmini, akaona maisha aliyokuwa anaishi kipindi hayupo na Yesu namna gani yalivyokuwa, na wakati ameanza kumfuatilia Yesu, wanazunguka naye, mambo yanaenda vipi. Akaona kuna utofauti kabisa, akaona maisha yake yamekuwa ni mazuri kuliko yale ya kwanza. Hakuna anayemfuata Yesu akabaki hivyo hivyo. Watu tu watakupa stori za kukuvunja moyo. Watu watakuwa nakwambia unaona mara zote ni shetani atatumia watu wa karibu kukuzuia usimfuate Yesu. Watu watakwambia ukimfuata Yesu wanaanza kukuambia tutakutenga, tutafanya hivi na hivi, kwa sababu shetani anajua kabisa ukimfuata Yesu tayari unakwenda kwenye mafanikio yako. Na shetani mara zote hataki utoke kwenye mitego ambayo amekutega, hataki utoke kwenye zile nira ambazo amekufunga. Yaani kama ni kifungo amekufunga, anataka uendelee kukaa kwenye mateso hayo. Ndio mpango wa shetani. Sasa toka mahali hapo. Toka, mpokee Yesu Kristo afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ninakuhakikishia hautojutia maisha yako. Tafuta tu mahali ambapo wokovu, watumishi wa Mungu wanauhubiri na hawaishi tu kutamka kwa maneno. Maisha yao yanakuwa ni ushuhuda wa kile wanachokiongea, kwamba kile wanachokiongea ndicho wanachokiishi. Nenda mahali hapo na utakuzwa kiroho na utazidi kufanikiwa. Hasa unaweza ukampokea Yesu hata kupitia wakati huu unaponitazama. Tamka tu maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakukaribisha moyoni mwangu na kuomba uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naamini ya kuwa ulikufa na ukafufuka siku ya tatu. Naamini utarudi tena kulichukua kanisa lako. Utakaporudi kulichukua kanisa lako, usiniache na mimi. Asante kwa kuniokoa. Umekwisha okoka. Ninaomba kwa ajili yako, Bwana Mungu wa mbingu na nchi, wakati wowote huyu mtazamaji wangu, msikilizaji wangu atakapotazama klipu hii, Bwana, naomba ile neema ya wokovu wako iwe juu yake na iweze kumweka huru, iweze kumwokoa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila mateso anayopitia ninaamuru yamwachie kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Itika amen. Na inakuwa hivyo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.